Father, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina sister. Habari za leo? Nzuri, habari za kwako? Salama. Habari za kazi na utume? Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa wasaa huu uliotupa ili tuweze kuongelea machache juu ya uinjilishaji ya umisioni wetu. Naomba tubariki ili yale tutakayojadiliana na tutakayowashirikisha wasikilizaji wetu viweze kuwa vya manufaa kwetu na kwao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante Father. Kazi hii tumeianza na Mungu, naamini tutaimaliza na Mungu. Amina. Sasa Father, kwanza kabisa ningeomba ujitambulishe kwa watazamaji wanaokuangalia kwa muda wa siku ya leo ili waweze kufahamu. Mimi naitwa Padri Ezekiel Bernard Mrema. Ni padri wa shirika la Roho Mtakatifu. Niliingia shirikani kwa kuchelewa, lakini namshukuru Mungu kwa yote yaliyofanikiwa kutendeka mpaka sasa hivi. Nilipata upadri wangu mwaka 2010 kule Arusha, na baada ya kupadishwa nilitumwa kwenda kufanya kazi ya kimisionari kule Afrika Magharibi, West Africa, ambapo kuna nchi za Senegal, Mauritania, Guinea Bissau na Guinea Conakry. Kwa hiyo nilipofika nilishukia nchi ya Senegal kwa sababu ya lugha na utata wa lugha. Basi nilipelekwa chuo kikuu cha Sheikh Anta Diop de Dakar. Kwa nilisoma chuo kikuu kile kwa mwaka mmoja kwa ajili ya lugha ya Kifaransa, na baada ya kumaliza basi ndipo mkuu wa shirika la kule West African Provincial akanituma kwenda kufanya kazi nchini Guinea Conakry pa eneo linaloitwa Kundara. Basi nilifika Kundara mwaka 2011, nikakaa pale kwa muda wa miaka 8. Kundara ina joto kali, kuna joto mara nyingine, kwa mfano mwezi wa pili unakuta jua ni kali mpaka linakuwa kama vile moto unawaka. Ukiangalia pembeni wakati ule moto unawaka, unaona vitu vinacheza cheza. Na ndio hivyo hivyo na jua la pale, kwa hasa mwezi wa pili, wa tatu kuelekea wa 4. Lakini pamoja na hayo niweza kukaa pale kwa muda huo wote. Na nilipofika Kundara nilimkuta mwenyeji wangu ambaye alikuwa ni Padri Kennedy Dong. Yeye ni mtu wa Ghana. Kwa hiyo nilienda kukaa naye, na nilipofika basi wakati wa kikao chetu cha kupeana majukumu aliniambia mimi nitakuwa msimamizi wa shule. Maana yeye alikuwa ndio msimamizi wa shule. Akasema sasa mimi nitakuwa naenda shule, na pamoja na hayo niwe nafundisha Kiingereza. Na kwa sababu ya ukata na hali mbaya ya kiuchumi, akasema hiyo Kiingereza nitakayofundisha ndio itakayonipa pocket money. Nikamwambia sawa. Basi nikaenda shuleni 2011 hiyo. Nilipofika nilikutana na yule mkuu wa taaluma. Mkuu wa taaluma akaniambia, bwana wewe, si umekuja hapa shuleni? Wewe utafundisha Kiingereza madarasa yote. Nikamwambia kwa nini nifundishe madarasa yote? Basi akaniambia kwa kuwa wewe unatokea nchi ya Kiingereza, na wakati huo kwa muda niliokaa mwaka mmoja pale, Wafaransa na watu wa kule wana tabia ya kusema kwamba mtoto asipoijua lugha kosa ni kwa mama yake. Mama yake ameshindwa kumfundisha lugha Na sio kwa baba yake. Sio kwa baba yake. Basi nikataka niwaambie mimi mama yangu hajanifundisha Kiingereza na wala hakijui, lakini kasema nimezee tu niwasikilize. Basi baada ya kutambulishwa kule shuleni nikaambiwa nifundishe Kiingereza. Nikasema jambo la kwanza ni kuchunguza kama nitafundisha Kiingereza nifundishe darasa gani na niwafundishe nini. Ukizingatia kwamba mimi ni padri na pia ni mwalimu, Nilisoma chuo cha walimu Ilonga kule Morogoro, kule Kilosa Morogoro.
Kwa hiyo nilipomaliza mafunzo yangu ya ualimu sikupata kazi, sikupata ajira. Na ndio hapa ajira zilikoma mwaka 97. Basi ndio nikaamua kucheza tena, nikajikuta na faulu mtihani yangu ya form 4 na nikaweza kuingia seminari. Na ndio basi mwaka 98 niliingia seminari yetu ndogo ya shirika la Roho Mtakatifu kule Usariva. Nikasoma miaka yangu miwili, 2000 tukamaliza. Nikachaguliwa kwenda kujiunga na chuo chetu cha Postulance Center, ambapo kwa hapa Tanzania sasa hivi senta hiyo tunayo hapa Bagamoyo tulipo hapo Kitopeni. Kwa hiyo ndio hapo sasa wanafanya. Mimi nilifanyia Uganda wakati wa mwaka 2000. Basi nikamaliza kule, nikachaguliwa kwenda falsafa, nikasoma falsafa kule Arusha Njiro, seminari yetu ya Kitawa. Nikakaa pale 2001 mpaka 2004 nikamaliza. Nikachaguliwa pia kuendelea na mafunzo ya shirika, nikapelekwa seminari yetu ya novitiate ambayo iko kule Lushoto Tanga. Na huko nilikaa mwaka mmoja, nikamaliza na nikapangwa utume, na utume wangu nilienda kufanyia Mbeya. Kwa hiyo nilifanya utume wangu kule Mbeya mwaka mmoja 2005 2006. Na baada ya 2006 basi ndio nikapendekezwa kwenda kusoma masomo ya teolojia, na nikatumwa kule nchini Kenya ambako nilisoma masomo ya teolojia chuo kikuu chetu nikisema, au seminari kuu au ya Tangaza College. Kwa nilikaa pale miaka 4, na nilipomaliza basi ndio nilipopadrishwa 2010 na kutumwa West Africa nilikowaambia wakati naanza mazungumzo haya. Sasa kule West Africa kufundisha, nilisema nichunguze nifundishe madarasa gani, kwa sababu kulikuwa kuna mwalimu tayari anafundisha Kiingereza. Nikasema nitaenda kwa madarasa mawili ya kwanza. Nilichagua form 4 na form 3. Niliingia form 3, nikawakuta watoto wamekaa pale wananishangaa mimi mgeni, Kifaransa hakipandi, lakini najieleza kidogo kidogo maana nimeshakaa mwaka. Nikawauliza, nataka niulize swali gumu nyie form 3 nyie, mkinijibu vizuri nitawafundisha, msiponijibu vizuri basi sintawafundisha. Nikamchagua, nikasema nani anakuwa wa kwanza hapa daima akifanya mtihani yenu wa kwanza? Wakaniambia ni huyu hapa. Nikamwambia simama, kama nataka kuuliza swali gumu. Nikimaliza tu na wewe ujibu. Haya. To go at home. Go at home. To go at home. Nataka unitungie sentence moja inayokuhusu wewe, useme unakwenda nyumbani. Akaba hiyo ni rahisi sana. Unasemaje? Nitasema I am to going at home. Nikamwambia I am to going at home. Okay. Na wewe ndio wa kwanza, si ndio? Hongera. Nikamwacha, sikumjibu kitu. Nikaenda darasa la form 4. Wao nikasema nijaribu kwa salamu. Nikamwambia yule wa kwanza ni nani hapa anayeshinda wote? Akanyosha mkono, simama. Akasimama. Kama nitaka kuuliza swali gumu wewe, ukilijibu vizuri na wafundisha. Usipojibu vizuri siwafundishi. Na nikimaliza tu kusema na wewe useme, haya. Nikuuliza swali ndio. Uko tayari? Ndio. How are you? Akaniambia how are you? Sijali niambia thank you, sijali niambia nini. Kuna kitu alinijibu pale, yani nikasema kwa mtaji huo sifundishi form 3 wala form 4. Nikaamua sasa nitafundisha kidato cha kwanza na cha pili, ambapo cha kwanza hawajafundishwa chochote cha Kiingereza, na cha pili wameshafundishwa Kiingereza na yule mwalimu niliyemkuta. Kwa hiyo nikae nao kwa mwaka mmoja alafu aende form 3. Na ndio tukagawanya madarasa. Sasa yule mwalimu aliyekuepa akaendelea kufundisha form 3 na 4, mimi nikafundisha form 1 na form 2. Kwa hiyo tukawa tunafanya kazi na huku bado ni mkuu wa shule nini, tukawa tunaendelea na kazi. Sasa kwa majibu yayo nikawa nimejipa kazi ngumu mtihani. Sasa form 1 na form 2 niwafundishe nini? Katika kutafakari nikasema hawa wana kitu kimoja tu wanatakiwa kifahamu.